afadhali umeliongea hivi. Yaani wewe hapo tu ndakupendeaga wewe. Yaani nina uhuru wekaa. Nimelipata rijinga hili. Nimeliweka alifurukuti. Haliendi huku, haliendi huku. Familia yake kaitelekeza. Sasa mimi nataka nilichune mdogo mdogo. Mwanzo alikuwa ananipeleka kwenye mabanda ya kuku. Sasa hivi kanipatia bonge la nyuma. Wewe unanijua mimi biti? Nakujua vizuri. Na mmeo je? Yule atasema nini? Wewe unamjua? Nimemweka hapa. Nikile kwenye daga kule kurekebisha. Atasema nini? Wewe achana na mimi. Kwa sasa hivi katulia. Katulia kama namba moja. Yaani mke wake nimemuona siku ile amefuba. Sasa nataka nimrekebishe, nataka nimtengeneze. Ndio maana niko na shoga. Nimepita hapa tuende siku zile. Kama umeamua kufanya hili jambo, fanya mapema kabla la ndili ya kuja kucha. Yaani fanya mapema kabla ya kuja kucha alfajiri. Si unanielewa? Unajua sina shombo. Unasemaje? Ndio maana mimi nakupenda. Nimezama kwenye beef sababu mke wangu. Nimezama kwenye beef sababu mke wangu. Shida mama, chanzo mama. Hebu twende bwana, changamka bwana, tembeaje pole pole hivyo. Haya twende. Tembea bwana. Yaani umekuwa mvivu mpaka kutembea. Mama. Mwanangu huyo. Habari za kazi? Namshukuru Mungu. Unaelekea wapi mama sasa hivi? Unauliza jibu. Jana nilikwambia leo nampeleka mwenyewe mka mwanangu hospitali. Kwa hiyo hii ndo safari, tunaenda hospitali. Nimezama kwenye beef sababu mke wangu. Sasa mama, mimi nilifanya kazi jambo ambalo ananiambia daktari. Jana tumekwenda kule, majibu ndo kama yale yatoka mwanangu. Kwa mimi naomba tungeenda tu kwa mtaalamu wa tiba asilia. Kwa maana hiyo unanidharau mimi, Hunisikilizi mimi, unamsikiliza huyo dokta, si ndio? Mimi nataka nimpeleke mke wangu hospitali. Sio kwa waganga kienyeji. Wewe na huyo dokta wako mtajua wenyewe. Msitake kuniharibia mimi mka mwanangu. Mwenyewe nataka nipate kajukuu eti. Sikize mama, najua una nafasi kubwa sana kwangu. Lakini mimi mama, naomba unipe nafasi. Nifuatilie ile jambo ambalo daktari ameshauri. Mimi nataka kuona msimamo kwa mke wangu mama. Ni mkeo, lakini pia mimi ni mka mwanangu. Kwa hiyo kama hutaki kunisikiliza, haya, fanyeni mnavyotaka. Chanzo mama, tatizo mama, wangu mama. Mimi nataka mpate wangu mtoto, mama nataka kate zangu ndoto. Mimi nataka mpate wangu mtoto, mama nataka kate zangu ndoto. Kisa mama. Sijui kama najua, ila matendo yao yananiumiza mimi. Sijui kama najua, ila matendo yao yananiumiza mimi. Jilani, masikini moyo wangu, nalia na mke wangu,
kuna kitu nataka nikwambie. Niambie tu. Niko naomba nikajisaidia nyumbani. Sawa mke wangu, lakini hata hapa ni nyumbani vile vile. Sawa, lakini nilikuwa naomba tu, maana hata kule nyumbani, hata hapa nyumbani. Mama yupo. Utakuwa naye hapa. Ila kama kuna changamoto yote, unaweza ukaniambia. Inakuwa ngumu kwa sababu moja. Na mimi nataka kumbe kwanza. Kuna tamani hata siku ya kwanza ile ambayo utakuwa umejifungua. Basi baada ya daktari mimi nitakuwa lakini unajua takuja tena kwetu. Kama kuna changamoto yote niambie. Wewe unajua mimi jinsi ninavyopenda. Na unajua ni kama mtu na naisha hata mtu. Mimi nakushukuru. Kuwa na amani. Kama kuna changamoto yote mimi nitakwambia. Mimi nataka mpate wangu mtoto, mama nataka kate zangu ndoto. Mganga, mimi na shida. Nimemleta rafiki yangu hapa na changamoto sana. Najua kwa huko hakuna kinachoshindikana. Maki, ile tiba mara ya kwanza ulionipatia ilinisaidia sana. Kwa sina shaka na uwezo wako. Rafiki yangu nimemleta na kuweza kumsaidia. Ndio maana nikaamua kufanya vizuri. Ningekuwa sijafanya vizuri, usingeweza kurudi hapa. Karibu binti. Asante babu. Babu, kweli mimi nina shida. Nimepata mwanaume ana hela. Sasa nilichotaka kunisaidia wewe, nimweke hapa. Yaani nataka nimkamate. Unataka nikutengenezee dawa? Ndiyo babu. Ya kumkamata mwanaume? Yaani ikiwezekana kabisa, yaani hata kama sijamwita anaitika. Hilo kwangu ni jambo dogo. Hapo umepata. Ila nitakupatia sharti. Sharti gani hilo babu? Sadaka. Nataka ukaniletee nguo yake ya ndani pasipo kuiomba, ila nataka uibe. Babu, mimi naipataje wakati ule ni mume wa mtu? Na asikuone mtu yoyote, asikuone mtu yoyote. Umenielewa? Lakini babu, hakuna sharti lingine zaidi ya... Sina msaada mwingine. Sawa babu, uko tayari. Naomba nisaidie mradi tu nifanikiwe. Kwa mganga vua miwani, kwa mganga vua viatu, usilete mapenzi ya ajabu kwangu wewe. Nitakusaidia. Kuna dawa nitakupatia ya kwanza kuanzia. Sawa? Sawa babu. Kisha nilete. Shika hii. Shika! Acha uoga wewe. Unataka vitu vizuri na kuwa na uoga. Huku sijui kama najua, ila matendo yao yananiumiza mimi. Sijui kama najua, ila matendo yao yananiumiza mimi. Ilani
mchezee. Wangu mama, mimi nataka mpate wangu mtoto. Mama nataka kate zangu ndoto. Mimi nataka mpate wangu mtoto. Mama nataka kate zangu ndoto. Kisa mama, nimezama kwenye beef. Unaweza kashangaa kwa sababu nimekuita maeneo haya. Mimi na tatizo. Lakini jua tatizo langu msaada mkubwa. Kuna mjamaa fulani anatembea na mke wangu. Mpaka wakati mwingine mke wangu huwa anatoka na kuniaga. Anafuata bwana wangu. Kwa kweli nimeumia. Lakini watu wanakuambia mke wa mtu ni sumu. Sasa huyo mtu ajue kwamba watu wanaumia vipi katika ndoa zao. Nitaje unisaidie. Da. Pole sana rafiki yangu. Kwa yule mshikaji ndo anatembea na mke wako. Naumia. Nateseka moyoni. Sawa, unataka nikusaidieje? Mimi nataka hivi. Wewe ni mtoto wa mjini. Yaani hapa kijijini katika masuala yote ya wapuzo wajinga. Mimi nakukubali kuliko mwanamke yote hapa kijijini. Mimi nataka nikupe dili. Tulicheze kwa mwanamume tumuonyeshe kwamba sisi ni fanana. Lakini kwa kukutumia wewe. Mimi nataka ujitongozeshe kwa akili. Niko tayari kulipe kiasi chochote cha pesa unachotaka. Okay, hamna shida, mimi nitakusaidia. Wewe ni mwanamke ambaye unakubalika sana katika kijiji. Akisha ingia katika 18. Alafu nitakwambia nini tunakifanya. Lazima tumuonyeshe kama sisi ni wazawa. Na tutamuonyesha kwamba hiki kijiji ni cha kwetu, wanakuambia mjini shule na walimu ni wazawa. Ilani masikini moyo wangu nalia na mke wangu Mimi nataka mpate wangu mtoto. Mama nataka kate zangu ndoto. Mimi nataka mpate wangu mtoto. Mama nataka kate zangu ndoto. Kisa mama. Mungu mtu. Unaenda wapi sasa? Nini shida mke wangu? Oh. Hujaona tatizo mume wangu, si ndio? Mume wangu, jana umetoka umekuja umelewa sana. Alafu mume wangu toka nikuzoea wewe hujawahi lewa hata siku moja. Unajua unanikosea mume wangu. Unanikosea sana. Na unajua kuna tatizo ambalo tunataka tulisuluhishe hapa ndani. Na ninakuuliza na nakwambia hamka. Tuongee, utaki kunielewa mume wangu. Ina maana ndo dharau gani hiyo? Ndo dharau gani hiyo mume wangu? Mke wangu. Samahani kwa kukosea mke wangu. Na haikuwa dhamira yangu kukosea. Siku hazifanani. Kila siku huja na nyota yake. Siku ya jana kwangu haikuwa nzuri. Kuna mambo yalikuta huko ndio maana nilikuta niko kama hivi. Siku zote huwa siko vile. Nisamehe sana. Oh, kumbe. Si ndio? Mungu, jana nilijitahidi kufungoza kwa wewe. Lakini cha kushangaza, nimekuta kondomu kwenye suruali yako. Kikawaida mume wangu kuna kondomu 3. Nimekuta kondomu 1 tu. Hizo 2 unataka niambie umetumia na nani mume wangu? Ina maana unanisaliti mume
si ndio? Sasa hapa tatizo liko wapi? Kama umeona kondomu. Kondomu ndio kusababisha wewe upani kiasi hicho? Unaona hilo ni rahisi, si ndio? Mimi kama mwanamke naumia. Mumangu wewe ulinioa kwa ndoa, sijai kutumia kinga mimi mangu. Ina maana unanisaliti na mwanamke unatoka naye, si ndio mangu? Basi naomba unisamehe. Mimi sikujua kama natenda kosa kuja na kondomu katika nyumba. Ila tu nikutoe wasiwasi kitu kimoja. Nilikutana na rafiki yangu Manginja, nadhani unamjua. Manginja alikutana na watu wa promotion hizi za masuala ya kondomu na jinsi ya utumiaji wa kondomu. Kama ulivyosema, mimi na wewe toka tuanze kuishi hatujawahi kutumia hata siku moja. Wala sina elimu ya ile kitu. Lakini Manginja alikuja nazo mkononi, akanikatia moja na kunipa maelekezo ya jinsi gani ya kuitumia. Nilijikuta naitia mfukoni, sikufikiria kama mimi nimemrudishia. Kumbe nilikuwa nimeitia mfukoni. Naomba unisamehe sana mke wangu kama nilikuwa kwanza. Tangu nakupenda sana mke wangu. Nataka uniambie kwamba mume wangu mimi ni mfundi sana wa kushawishika kutumia kinga humu ndani. Ina maana nataka niambie toka ukua wewe na mpaka nioe mimi. Hujai kutana na wahamasishaji wa kinga, si ndio mume wangu? Na ukaamua jana kuchukua kondomu kuja nazo ndani. Unajua unanikosea mume wangu, unajua unanikosea. Kama tatizo ni kondomu, ndio inasababisha mpaka sisi tugombane. Basi nataka niletee kondomu nimrudishie mwenyewe Manginja. Na nitamwambia akome kutugombanisha. Unajua ni rahisi, si ndio? Nakuuliza ni rahisi. Jilani, masikini moyo wangu, nalia na mke wangu. Umekosea sana Miziwi. Tulichokubaliana ni nini? Niambia nije na mke wangu. Na umefanya nini hapa? Mke wangu yake sio mzuri kiukweli. Hawezi hata kukaa. Bado unachezewa michezo. Na michezo hii inatoka upande wa mkono wako wa kuume. Kuwa makini. Sawa. Nimekuja kwa kupata msaada. Sijui nisaidia vipi. Nitakusaidia kijana, nitakusaidia. Na kupatia hii dawa. Naomba unisikilize kwa makini. Endapo ukikosea, hapo usirudi. Sawa. Mpatie mama yako, kisha mlambishe mkeo. Sawa? Baada ya kuilamba hiyo dawa, mkeo atakuja mwenyewe hapa akiwa mzima. Ila naomba uwe makini. Hakikisha itumie hiyo dawa. Unaweza ukaondoka. Nimpe alambe, ndio? Sawa, nashukuru sana. Mimi nataka mpate wangu mtoto, mama nataka kate zangu ndoto. Mimi nataka mpate wangu mtoto. Mama, hazetu mpata suluhisho. Kwamba mtaalamu amenipa dawa ili mradi umnyoshe mgonjwa. Wenda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukatumisha ile tatizo. Choni. Kwani waweze kumnyosha mkeo dawa? Hapana, maki mtaalamu ameniambia nikupe wewe ndio unyoshe. Sasa sijui ana maana gani. Wewe ndio mkeo, ungemnyosha wewe. Sio lazima nimnyoshe mimi. Hapana mama. Sijui anamaanisha nini kukwambia wewe unyoshe dawa. Mimi
nataka mpate wangu mtoto, mama nataka kate zangu ndoto. Mimi nataka mpate wangu mtoto, mama nataka kate zangu ndoto.